Kwa hapa katika viunga vya Azam Complex Chamazi, ni ana madhumuni yangu tuweze kuzungumza yale mambo yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Niko na Pascal Msindo, kuwa nami kuanzia pale mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya na kijana wangu huyu. Bwana uko poa mzima? Niko good. Mzima upo? Upo. Heri kabisa. Heri, ujambo? Mimi nataka nikuulize kitu kimoja tu kabla sijataka kuendelea mbali. Usingekuwa mchezaji mpira kwa sasa hivi, usingekuwa mchezaji mpira, ungekuwa nani? Yaani ningekuwa nafanya kazi tu serikalini, kama ningepata ajira mapema. Kama hila zingekuwepo kwa wingi, ningekuwa nafanya kazi tu serikalini. Kwa sababu elimu ipo. Kuna vitu ambavyo wewe unapenda sana, nikiwa na maana kwenye mitindo. Ni style ipi ambalo, ni nani ambaye huwa unasema da, nikiwa kama yule huwa na enjoy sana, hata nikiwa uwanjani najihisi niko burudani muonekano wangu na pia hisia. Sasa mimi kwenye style waga si muangaliagi sana mtu. Yaani mimi kwenye style waga naweka tu kitu ambacho labda siku hiyo najisikia kufanya. Kwa ningejisikia kuzidondosha mbele hapa na dondosha, ningejisikia kudondosha mbele na dondosha. Ningejisikia kunyoa kipala, kuna siku naweza nikaamka tu nimenyoa kipala. Kunyoa kipala? Nishawahi kunyoa kipala. Aka. Nishawahi. Kwa kunyoa? Kweli? Kwa hiyo mimi yani waga nafanyaga kile kitu ambacho napenda kwa wakati huo. Bwana tuanzie hapa bwana. Mmefuzu kuelekea katika hatua ya makundi ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mkiwa kama wachezaji huwa mnajisikiaje baada ya kuiona mmeichukua timu na kuipeleka kule na kustahili na bado mnaendelea kuwepo kwenye michuano hii? Kwanza ni jambo la furaha kwa kwetu sisi kama wachezaji, pia ni jambo la kihistoria kwa wachezaji pia na kwenye klabu. Kwa sababu ni kitu ambacho tulikuwa tumekipambania kwa miaka mingi na alikuwa matamanio yetu sisi pamoja na viongozi. Kwa hiyo tumeweza kupambana na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumeweza kufanikisha hilo. Huwa mnazungumza nini hasa na kocha Farai Benge kipindi pale mnapokuwa mazoezini na kuhakikisha kwamba mnakwenda kwenye mazingira ambayo yeye anayataka, lakini pia vile vile mnaishi kwenye matumaini ambayo yeye alikuwa nayo? Siku zote mwalimu anapokuja sehemu fulani huaga anakuja na mipango yake. Kwa hiyo huwa anatupa mipango ambayo yeye anaitaka na huwa anakutaka mipango kwenye timu. Kwa hiyo tukijumuisha kile kitu kwa pamoja, tunakifanyia kazi mazoezini na tunaenda kufanyia kazi kwenye mechi, kinatupa matokeo mazuri na kufanikisha majambo yetu. Watu wengi ufahamu kama Pascal Msindo huwa ni fullback namba 3, fullback wa kushoto, ups and down. Unaenjoy sana kucheza eneo la fullback ama huwa unaenjoy sana kucheza eneo la kiungo? Sasa kwa yani hapo huwa unaenjoy sehemu gani? Siwezi kusema na enjoy kucheza eneo la kiungo kwa sasa hivi kwa sababu ni position ambayo sikucheza muda mrefu. Kwa hiyo kwa sasa hivi naweza kusema na enjoy sana kucheza fullback, lakini kwenye hiyo position ya kiungo nilikuwa natumikaga huko nilipokuwa katika academy yangu. Kwa msimu ambayo yote huko ndani ya Azam Complex Chamazi, na imani kutakuwa kuna mechi ambayo ilishawahi kukuvujisha jasho na damu ukasema kwamba leo hakika tumepambana kadri ya uwezo wetu, lakini pia vile vile tumepata matokeo? Ni mechi ipi kama unaikumbuka? Kuna mechi moja tulichezaga na Coast katika uwanja wa nyumbani. Ile mechi tulishinda goli dakika za jioni kabisa. Si nani yule Baraka Mpenja dakika za jioni anakuja kushinda nani? Hiyo Kabombe? Wajina. Dakika za jioni, Wajina dakika za jioni kabisa. Ile mechi ilikuwa sio mchezo ile. Ile mechi ilikuwa sio mchezo, ilikuwa 2-2 mpaka dakika 90 na ngapi ndio tunakuja kushinda goli la 3. Ile mechi naikumbuka sana. Tulipambana sana. Kuna namna sasa hivi mashabiki huwa mkipita baadhi ya mitaani huko wanawazungumzia kuhusu Azam Football Club, pengine labda yale maneno ya zamani na sasa hivi wanasemaje? Mimi sijawahi kusikia ndugu yangu, sababu mimi sio mtu ambaye natokaga sana. Kwa hiyo mimi huaga nikitoka labda naenda tu kwenye sehemu husika ambao naendaga kwa watu ambao nawafahamu, yani washikaji zangu. Nikitoka hapo labda ni mazoezini tu mtaani hivyo, yani basi sijawahi kukaa ile kusema kupita si mtaani hivyo kukaa hivi. Hapana. Mimi naamini ushawahi kuishi naye sana rafiki yako. Pengine katika kipindi ambacho cha makuzi yenu ambapo mmeanza tangu mkiwa hapa Azam Complex Chamazi, unamfahamu Fei kwa kiasi gani? Ni mtu wa namna gani? Faisal ni mtu poa, ni mtu ambaye anapenda sana makuzi, yani ni mtu ambaye anaishi vizuri na watu. Yani kuna aina watu ambao ukisikia labda fulani kagombana na fulani,
unajua mwenye tatizo atakuwa fulani. Kwa hiyo ni fair. Kwa hiyo ni mtu ambaye ukigombana naye lazima wewe utakuwa na tatizo. Yaani ukigombana naye ile issue ya serious kabisa mmegombana, maana yake ni lazima wewe mtu fulani utakuwa na tatizo, ila sio yeye. Ni mtu ambaye anapenda sana makuzi. Wewe na Fei hamna tatizo? Hatuna shida. Na hivi mnapopostiana au mnatamani na nyie pia siku mpandishwe ulingoni mmalize tofauti zenu? Hamna kama kibwana na mwenzia. Michezo ya ngumi hizo michezo yetu kabisa. Hamna ambaye yuko tayari kuvimba uso. Bali kuna watu walivimba uso. Nkane kampiga babu yangu kibwana bwana. Kampiga babu yangu kibwana, sitaki kabisa ile. Wewe pambano uliliona? Niliangalia ile tulikopo timu ya taifa Karatu. Tulikuwa Karatu. Tumekaa hapa. Alafu mimi kilichoniuma zaidi ni ndugu zake walikuwa wanamcheka kina Diki. Ndugu zake Morogoro walikuwa wanamcheka kibwana, alikuwa anataka kibwana afi. Alikuwa anataka raundi ishe. Ashukuru Mungu taulo. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo sidhani kama tutafikia huko. Sasa si watu kwa ajili ya kusherehesha tu. Kusherehesha. Kwani nyinyi mnafikiri wale walidhamiria? Ila sasa wale baada ya kumomba kumbe ndugu yangu yuko serious kumbe. Pale Nkane ndo pale nani alianza? Nahisi kama kibwana ndo alitupa kota la ukweli. Ndo Nkane akajua kumbe jambo liko serious, kabidi naye achangamke. Kwa hiyo lakini sidhani kama tutafika huko. Hamtaki kusherehesha. Ngumi. Fei kwanza ngumi zenyewe hawezi maskini yangu. Yaani mtamuonea. Ngumi zenyewe anapigia ngumi zake anapigia sababu bondia anarusha hivi anapigia Fei anapigia wapi ngumi? Kwenye hivi ganja hivi. Kwa hiyo hawezi. Kwa hiyo mtamuonea tu ndugu yangu. Vipi, kuna comeback yoyote unaanza kurudisha? Umejipanga kurudisha? Si hivi ambavyo mnacharuana kwenye mitandao? Fei. Zipo nyingi sana. Napata ushirikiano mkubwa sana uko DM. Nashukuru sana upendo wa Zanzibar. Wazanzibar washirikiana na mimi vizuri sana. Kwa hiyo nafurahia sana. Mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Msindo, wewe una mtu wako karibu sana bila shaka. Sisi vijana tunakwambia na mtu wangu wa karibu, aidha anaweza kawa mke wangu, mchumba wangu, la haula fanillah. Vipi kwa upande wako? Hamna mtu ambaye anakosa mtu wa karibu. Yaani lazima awepo mtu wa design kwa maisha yoyote. Kwa hiyo yani kila mtu ana mtu wake wa karibu. Kwa hiyo na mimi pia ninaye. Unaona? Wewe ndio unafunga. Ndoa? Na subiria kwanza wenzangu. Mimi kwanza sasa hivi nina hela za kutoa kwanza kwenye michango. Nina hela za kutoa kwenye michango, nikishachanga nitakuja na mimi nitaoa. Kwa hiyo kuna watu wengi wanatakiwa kuoa. Yaya anatakiwa kuoa, namsubiria. Lusajo anatakiwa kuoa, namsubiria Tepsi. Fei ameoa Kisilsili. Ameoa Kisilsili. Hiyo ndani unanipa. Pete anaficha ivagi. Unajua harusi kufa nani so vagi sana pete. Ameoa sana. Sijui sasa hayo mambo yaniliwa. Mambo yake private, kwa utakiwa kuna vitu vyake private utakiwa kuvisema. Naweza ngakwambia labda yeye hataki kusema mtoto wake anaye au kumbe hana, nataka namsingizia. Ila tutarajie miaka hivi karibuni utaoa. Mimi tuseme inshallah. Na tuombe uzima. Maliza kwa mashabiki wa Azam FC, mnawaambia nini? Labda mnawaahidi kipi kuelekea kwenye michezo yenu ya ligi kuu Tanzania bara? Mnarudi mna kibarua dhidi ya Azam, mna kibarua dhidi ya Simba. Azam ndo sisi. Mna kibarua dhidi ya Singida Black Stars, wote mmefuzu. Sasa watu wanataka kuona zile challenge kweli kwenye kombe la shirikisho. Kuna watu kweli na kwenda dhidi ya Simba. Mnawaambia kitu gani na mnawaahidi kitu gani hasa? Na kikubwa kwa mashabiki wetu tunawaahidi furaha, kwa maana natumaini msimu huu tumeanza vizuri kuliko misimu mingine yote kwa kuweza kufanikisha hili jambo la mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo furaha ile tumeshaiweka pembeni. Kwa sasa tuna focus na michezo ambayo iko mbeleni kwetu. Kikubwa tunaomba support yao katika michezo ambayo ipo mbeleni kwetu. Tutajitahidi kwa hali na mali tuweze kupambana ili tuweze kusaidia klabu na kuwapa mashabiki zetu furaha. Sema inshallah. Allahumma amin.